Zipo roho ambazo zina ajenda ya dakika ya mwisho, na dakika ya mwisho ni mbaya. Kwa sababu gani? Biblia inasema shetani anajua muda wake ni mdogo, so anafanya anachofanya kwa wepesi mno. So lazima usimame kwenye nafasi yako, umpinge. That's why utaona watumishi wengi wa Mungu majira kama haya wameingia katika mifungo. Ukienda sherehe, wao wako kwenye mfungo. Kwa nini? Kuna vitu wameengeji katika ulimwengu wa roho, kuzuia kusudi la Ibilisi. Adui siku zote wanawashambulia watu wanapokuwa wamejisahau, na sasa hivi watu wengi wamejisahau. Kila mtu anawaza cha kukula, cha kuvaa, pa kwenda, na katika hali kama hiyo adui anapitisha kitu. So lazima uingize vita vya kiroho. Biblia inasema kushindana kwetu sio kwa mwili na nyama, bali ni kwa roho. So lazima ujue cha kufanya. Anasema mpingeni huyu shetani naye atawatoroka. Lazima tupinge kusudi lake, lazima tupinge silaha zake, lazima tupinge ajenda yake. Mpingeni naye atawatoroka. So usiposimama katika nafasi yako, utaona unapoteza. Hautapoteza katika jina la Yesu. Nafanyaje kumaliza salama, pastor? Lazima utarajie kumaliza vyema. Tarajie, expect. Nisikilize mtu wa Mungu, usijotarajia Mungu hayupo tayari kukupa. What you don't expect, God can never give it to you. Mungu anakupa unachotarajia, na matarajio sio ya kichwa, matarajio ni ya moyo. Lazima moyo wako utarajie ya kwamba sitamaliza kwa aibu, then Mungu atakupa. That's why anasema yeye hukupa matarajio ya moyo wako. Maes Munro anasema kisipokuwa moyoni mwako hakitawahi kuja mkononi mwako. Moyo wako ndio unavuta kila ambacho kitakuja mkononi mwako. So kisipokuwa moyoni mwako, kama utarajii kumaliza kwa kishindo, kama utarajii kumaliza vyema, kama utarajii kumaliza kwa utukufu, Mungu hawezi akakupa.